Welcome back, karibu sana mpendwa mtazamaji katika awamu hii yetu ya kwanza, ambaye nilikuahidi ya kwamba kuna mtumishi wa Mungu ambaye tumekuwa sana tukitarajia kumpokea, lakini Mwenyezi Mungu ni nani? Leo amemfikisha hapa siku ya leo. Kwa hivyo ningependa huyu dada maridadi ajitambulishe kwenu na awaambie katika kujitambulisha kwake, je, kuna mambo ambayo ungependa mjue, kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Naam, karibu sana dada yetu. Asante sana. Na naomba jitambulishe kwa wapendwa hapa. Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa kufika hapa. Amen. KTV. Amen. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa kazi njema mnayoifanya. Na kwa majina naitwa Regina Glory Karani. Namtukuza Mungu kwa nyimbo za sifa na niko hapa kwa ajili ya hiyo na sijatembea peke yangu. Amen. Nimetembea na mtumishi wa Mungu. Amen. Ambaye niko naye ndani ya nyumba. Ni mtoto wangu. Yeah. Mwimbaji mkubwa. Amen. Ambaye yeye wakati wote ninaposhushika kidogo yeye hunishika mkono. Amen. Angali mdogo lakini yuko hapa. Anaitwa Amel Rington. Na ninampenda, ni kijana anayempenda sana. Amen. 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 Na asante sana mtumishi wa Mungu. Amen. Ni mtumishi wa Mungu ambaye amebarikiwa sana. Ni nabii ambaye Mungu anatumia katika enzi yetu. Unajua katika kizazi chetu pia kuna manabii ambao wanazaliwa. Kwa hiyo Rington ni nabii ambaye Mungu anamuibua sasa. Hebu tazama kama anaweza kumuinua mama yake wakati mama yake yako chini, kwa sababu wakati mwingi waimbaji wanapitia mambo mengi, wanapitia changamoto aina tofauti. Na wakati mwingine mtu anaweza sikia kama mama, mimi nimechoka sasa sitaki kuendelea na kuimba. Lakini huyu Rington anamuencourage mama yake. Kwa hivyo tutapata nafasi yake aweze kuingia muweze kuimba naye pamoja. Hebu tuambie mtumishi wa Mungu Regina, ulianza kuimba mwaka gani? Tayari una orodha za nyimbo ngapi? Ndio. Mimi namshukuru Mungu. Pale YouTube nina nyimbo karibia 20 zile ambazo najua ni nyimbo. Unajua hii safari unapoanza unaanza mbali. Ndio. Na kuna sehemu unapitishwa ambapo si wewe ulipanga upitie. Lakini unapata unapitishwa. Unapitia hii studio, unapitia ile, unapitia ile, huyu anakuambia huyu ndo anajua. Lakini unaona mnapika wote mkiwa wote. Mnapika mnatoka na kitu ambacho hakija kufurahisha labda mimi kama mwimbaji. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu katikati ya hiyo safari niliyoienda, nashukuru Mungu kufikia hapa nimeanza kujua wapi na wapi. Yes. Amen. Kwa hivyo nilianza nina miaka 3 kwa wimbaji na changamoto ni nyingi. Nyingi mno. Nyingi mno. Lakini katikati ya hiyo kuna kitu kimoja inatutia moyo ya kwamba neno la Mungu wakati wote lipo. Tunatiwa nguvu, tunatiwa moyo, na wakati unasikia kuachilia unatiwa nguvu tena. Kwa hivyo ndo hali ilivyo. Amina. Ndio. Unajua napenda sana ujasiri wako mtumishi wa Mungu Regina. Ndiyo. Ukasema kwamba changamoto ni mengi sana. Hata wakati mwingine unahisi ya kwamba je, nitaendelea ama nisiendelee? Yes. Lakini Mungu anakupatia hiyo confidence. Na ukasema kwamba kuna studio tofauti. Umejaribu hapo, umejaribu hapa. Na katika safari yako miaka hii kadhaa ambayo umejaribu, unaona kwamba kuna mabadiliko. Kuna mahali ambapo Mungu anakuinua. Nashukuru sana kusikia maneno kama hayo. Nashukuru sana, naamini ya kwamba watazamaji siku ya leo wanabarikiwa na mtumishi wa Mungu huyu Regina. Sio mchache, usimuone tu hiyo. Sio mchache, ni mtu ambaye anaguza maisha ya watu wengi. Heri uguze maisha ya watu wengi, usiwe mtu binafsi, kwa sababu kuna waimbaji ndio, lakini hawaguzi maisha ya watu. Ni wao wenyewe wajiguze, wajiinue. Kabisa, lakini wanasahau ya kwamba sisi tumeitiwa watu, sio sisi wenyewe. Tumeitiwa watu. Mtu ni watu. Mtu ni watu. Na asante sana Regina Glory. Sasa kwa mwezi huu tumekuwa tukizungumzia mada ambayo inajulikana kama wito wa msanii. Kwako wewe unaonaje vile ambavyo umeimba? Je, umeitwa, umeitika ama unaonaje? Kweli kabisa. Ni kazi nzuri. Ni kazi ambayo ni ngumu. Ndiyo. Siwezi nikasema ni rahisi hivyo. Kwa sababu gani? Usanii ni gharama. Usanii ni gharama. Kitu cha kwanza, unapokuwa msanii umejiandaa. Hakuna kitu inakusukuma isipokuwa ni wewe mwenyewe. Uamue ya kwamba mbaya mzuri na songa mbele. Kwa hivyo hapa nilipo mimi ninajua kazi ni kubwa ambayo iko na katikati ya hiyo kazi, katikati ya panda shuka zote, najua ya kwamba tunaye Mungu aliye hai. Amina. Ambaye tunamwabudu. Amina. Ambaye anatuweka mbele. Na kile kilicho ndani yangu hakikutoka bure. Ni kwa sababu gani? Wanasema kuna waimbaji wanaimba mpaka wakiwa huko
kwa bathroom, wapi kwenye bafu. Ilianza kitambo sana. Lakini haikuwa wakati huo. Wakati wenye nilikuwa naona kama mimi ndio nimekuwa nimechangamuka, niko na nguvu sana, haikuja wakati huo. Lakini kumbe kulikuwa na wakati wa Mungu. Itafika miaka 5, miaka 6 nimekuwa mwimbaji. Kwa hivyo nikiwa mwimbaji naamini ya kwamba hii ni wito. Ni wito, sababu iwe usiku, iwe saa ngapi, mkesha tunaenda, wapi tunaenda, kazi ya Mungu isonge mbele. Cha zaidi, kuna mihela watu wanaimba. Kwa sababu ya mihela, ya kwamba siku moja nitakuja kuzipokea, nitakuja kuzikuta. Lakini zaidi ya hiyo, mimi husema hivi, Mungu kwanza. Amina. Tumtumikie Mungu kwanza. Amina. Hiyo ndo kitu cha kwanza naweza nikaongea siku hii. Asante sana mtumishi wa Mungu. Heri Mungu kwanza. Mungu kwanza. Umaarufu ni baadaye, na hata ikikuja basi ikuje, kwa sababu Mungu anataka hivyo, na hata Yesu alisema hivyo. Umaarufu upo na utakuja kwetu ambao tunaamini Mungu kabisa. Lakini heri kwanza umtumikie Mwenyezi Mungu, alafu hayo mengine yatafuata baadaye. Pigania moyo wako, rekebisha tabia zako, kwa sababu hapo mbele ni pazuri. Hapo mbele ni pazuri. Kuna tumeahidiwa uzima, tumeahidiwa mema, kuna matunda, kuna nini? Amen. Wimbo mzuri kabisa kutoka kwa dada yetu Regina. Naamini ya kwamba watazamaji wanabarikiwa sana siku ya leo. Jinsi ambavyo unaona wanatuma jumbe, ni kumaanisha wanabarikiwa sana siku ya leo. Ni jambo la mwafaka kabisa. Ulifikiria nini ndio kaandika wimbo kama huu? Okay, kitu cha kwanza nilichofikiria, napenda kusema ya kwamba nilikuwa mtu nina shida nyingi sana. Ndio. Nilikuwa na shida ya moyo. Na nikawa naumwa wakati wote utotoni mpaka nikawa mtu mzima. Hawakutarajia matunda mazuri yatoke kwa Glory. Hawakutarajia niwe na watoto, na nikawa na watoto wakubwa sana. Na hawakutarajia niishi. Nilikuwa mtu wa kuisha mwaka wa 2000. Lakini Mungu amenipa kutoka mwaka wa 2000 mpaka leo, ni miaka sijui ngapi ambayo naishi. Na bado nina matarajio makubwa. Kwa hivyo wakati niliwachiwa hizo miaka na nikabaki fikiria mwenyewe, nikaona ya kwamba mbona ni mimi ninaishi ambaye niliambiwa ya kwamba nitaisha, lakini kuna wale waliotangulia mbele yangu, na kuna wale ambao walishindwa na maisha, ambao walikuwa watu wazuri. Kwa hivyo mimi ambaye sikutarajiwa kuwa kitu, ndio mimi huyu niko mzima mpaka siku ya leo. Kwa hivyo nikasema nini? Sitakaa na kipaji hichi cha uimbaji. Nitaimbia Mungu. Ili wale ambao wanafifia mioyo, ili wale ambao wamekosa matumaini, waje wawe na matumaini kupitia huyu Glory, ambaye hakutarajiwa kuishi, ambaye aliishi maisha. Nilitoka kwa kijiji kidogo sana. Lakini leo hii mume niliyempata hapa Kenya, leo hii tukienda Tanzania, anakaribishwa hata kama mimi sipo. Kwa nini? Amefanya mambo. Ameniweka sawa. Mahali nilipo na ng'ang'a kwa sababu yake yeye. Kwa hivyo Mungu, mume wangu na maisha nilio nayo, kufa ilikuwepo, ikaisha. Ni mimi nikapata watoto warembo sana, wazuri sana, na kufikia hapa sasa nitamtumikia. Na si nasukumwa. Kuna kile kinasukuma ndani yangu, si binadamu. Kuna kile kinanisukuma usiku na mchana, nimtumikie huyu Mungu. Kwa hivyo nawapa watu matumaini ya kwamba wakati unataja hili jina Yesu, wakati unapita na wimbo unaimbia watu, unapoimba, naweza sema nini? Usidharau kile ulicho nacho. Mwimbaji aliyeko pale nje, asikate tamaa, asijidharau kwa sababu eti anaona ni kama hapasui kama wale wengine, ati hajulikani na watu, ati hafanyi kitu akigusa mioyo. Ipo siku, maana wewe ni wewe, Feni. Kile unaachia kwa watu, hakuna mwingine atawahi achia isipokuwa ni wewe tu, na ukakosekana, hicho pia hicho kitu kitakuwa kimekosekana. Lakini wakati utakuepo, bado utapasua na bado utaelezea, na kile ulicho nacho kikichemuka kitafikia watu. Kwa hivyo mimi ninacho kisima kikubwa cha kueneza Injili. Kwa hivyo tuko pamoja. Asante sana. Nakwambia dada Regina ni dada ambaye amepakwa mafuta, na ninaona kwamba Mungu amemuongezea uinjilisti pia ndani. Uinjilisti wa ajabu tu. Yani anaongezea, anatia chumvi, anatia ladha yake,
Nakwambia watu wanazidi kubarikiwa siku ya leo. Nakwambia leo ni ile siku ambayo Mungu amefanya. Je, unatuma jumbe lako? Hebu niambie wewe dada Regina anakufurahisha hapa, nyimbo yake gani ambayo unapenda sana? Na je, katika testimony yake ni jambo gani ambalo linaguza moyo wako? Kwa sababu katika jambo ambalo anasema, katika ushuhuda wake kuna mambo ambayo yanaguza moyo. Anasema leo kuna mume ambaye anamlinda, analembeka, na kwa kweli ukimwona analembeka aisee, na si jambo la kawaida uolewa alafu uanze kung'ang'aa. Wengine wanaolewa na parara kweli kweli. Ni kweli. Sijui kama umesikia haya. Parara. Miaka nilio nayo ningekuwa nimeparara dada Feni, kwa sababu saa hizi tunapoongea nimebakisha miaka kidogo sana. Ile ya wanasemaga ya kwamba sasa umepita umri fulani. Kwa hivyo nasema ni kwa neema, mtumikie huyu Mungu. Heri mtumikie Mungu kama Regina, alafu utang'ara. Atakwambia jinsi ambavyo atang'ara. Unajua utaweza kushiriki. Unajua nafurahia sana kuzungumza nawe dada Regina. Na so kwa muda huu naomba tusikie wimbo wako mwingine, lakini naomba umshirikishe huyu nabii ambaye amekuja naye Ringtone. Ringtone, karibia babangu. Nawashukuru maadui zangu mmefanya leo mimi nifike hapa. 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 Nilijua mwanikomoa mimi yeye, mkajua ndio mwisho wangu mimi, kumbe mwampiga chura teke, kumbe mnanisongesha mbele. Maneno yenu na hizo dharau zenu ikanipa nguvu mimi nitafute kwa bidii. Vikao vyenu na hiyo mitego yenu ikanipa nguvu mimi kuomba kwa bidii. Karibu sana mpendwa mtazamaji. Leo God has done it. God is faithful. Mungu anaguza maisha ya watu, anaguza maisha ya watoto wadogo. Unaona vile ambavyo Ringtone amesimama na mama anasema namshukuru Mungu kwa maadui ambao walinicheka wakasema huyu Regina naye leo atazama. Akasema kwamba huyu Ringtone na mama yake leo atazama, lakini leo wako hapa wanamshukuru Mungu. Amewafikisha mahali ambapo wamefika. Leo wanang'aa. Walikuwa wamehesabiwa masiku, wakahesabiwa miaka. Wakasema hebu tumuone yule Regina ikifika mwaka ijayo hatakuwa hapo, atakuwa ameenda chini. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni nani? Leo, siku ya leo tunashukuru Mungu kwa sababu ya maadui hawa, ndio sababu wametufikisha hapa siku ya leo. Tunabarikiwa sana. Asante sana Regina kwa sababu ya wimbo huo. Na kwa watu ambao wanakutazama siku ya leo na hawana jambo la kushukuru kwa sababu mambo yaliwaendea vibaya. Pengine leo ni mwisho wa mwezi, walikuwa wanatarajia mshahara hujaingia, mwezi uliopita pia haukuingia. Utawaambiaje? Kwanza kabisa ninasema mambo sio rahisi. Kitu cha kwanza unatarajia ya kwamba mwisho wa mwezi unaenda kupokea, lakini unapata hujapokea. Labda kuna miezi 2, 5, 10 hujapokea. Lakini uko pale pale na Mungu amekupa uhai. Mungu amekufanya uendi hospitali. Mungu amekutetea. Huja lala hospitali, huja mwaga pesa zako pale. Kwa hivyo nasema nini? Subira uvuta heri. Kwa hivyo subiri, wakati wako utakapotimia, utabarikiwa, utainuliwa, utakula na kukunywa. Huwa nasema nini? Wakati wako kama haujafika, ngojea. Kuwa na matumaini tu ya kwamba ipo siku nitakula, nitakunywa, nitakaa kama wale wengine. Tena nikiongezea hapo juu, ninaweza sema hivi, Feni, kuna wale walibarikiwa mapema. Na Mungu huwa anakusudi kwa kila mmoja wetu. Unaweza kuwa umeng'ang'ana, umejituma juu chini, wapi hulali usiku na mchana kwa sababu ya upate kipato. Lakini nasema nini? Kama wakati wako haujafika, na
kuna wakati pia ukiwa hujafika bado na ukapewa, hiyo kitu haitakaa na wewe, hautapata uenjoy. Lakini ikifika wakati wa Mungu, ile ambao umengojea, umesubiri kwa muda mrefu, ikakufikia, feni hiyo kitu itakufaa. Feni kama ni maombi umeomba, omba sana. Usiwache kuomba, usisimame kuomba. Omba kila wakati, usiku na mchana, omba. Maana wanasema hivi, wakati kabla hujakutana na wengine, anza na maombi. Amina. Ili utakapoenda kukutana na watu, utapata baraka zote. Kwa hivyo yule anayeumia leo hii ya kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya nini, tuko wengi, watu tunaumia. Lakini ninasema nini? Kunaye Mungu wa matumaini, na kunaye Mungu mtenda maajabu. Atakutendea wakati ambao hujatarajia. So usigive up, usigive up. Shikilia imani, na imani ni juu. Asante sana dada yetu Regina kwa sababu ya kutia watazamaji hawa nguvu, kwa wale ambao wako na matumaini siku ya leo, kwa wale ambao walikuwa wanaona kama watakata tamaa, kwa wale ambao wanasema sisi tunaishi tu tunabahatisha. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kuwa kama sauti yao siku ya leo, wale wanyonge siku ya leo. Na ndio sababu naamini ya kwamba Mungu amekuita kwa sababu ya watu kama hao. So nashukuru sana. So sijui hivi sasa tukimalizia maana nafurahia sana kuzungumza nawe, na kwa maana ningependa tuzungumze mchana kutwa, lakini sasa tafanyaje? Sasa kwa muda huu naomba tu uongeleshe, kuna hawa binti wa mama ambao wameingia kwenye ndoa, kuna misukosuko, mambo mengi kabisa, na unaona kwamba miguu mmoja uko nje, mguu mwingine uko ndani. Maneno ya mwisho kabisa, alafu nitakupatia nafasi uweze kutupatia jinsi ambavyo watazamaji watakupata katika mitandao. Okay. Kitu cha kwanza naweza nikasema hivi. Kwa kila jambo kuna wakati wake. Kila jambo kuna wakati wake. Nasema hivi, kuna aliyeanza ndoa na vita. Ndiyo. Kuna aliyeanza ndoa na ulaini. Kwa hivyo hayo ni mambo mawili tofauti. Kuna yule mwenye ameanza kwa ugumu, lakini mwishowe njia ikatokea. Na kwanza sana ndoa ikiwa mpya, mara nyingi msukosuko ni mkubwa sana. Pita mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, maisha inaanza kunyooka. Kwa nini? Hapo ndio kuna kuelewana, hapo ndio nikujue, sijakujua wewe mume, hujanielewa, hujanitambua. Mume pia naye maisha anaendelea kutengenezwa. Mungu anaendelea kumtengeneza ukiwa naye, ukiwa mume na wewe mke, anatengenezwa pole. Vile wewe hatua unapiga moja, huwezi piga hatua 10 mara moja. Kwa hivyo yule uliye naye, anayenisikiliza, yule ume uliye naye, kama ni ubavu wako, huyo ndio yuko na huyo ndio wako. Katika hiyo pita yote, Mungu ataenda kuwainua. Na wakati mimi napenda kusema hivi, wakati tunapoanza maisha na mahali nimefikia na watoto wangu wakubwa, mambo ni tofauti. Mambo ni tofauti. Kwa nini? Unaweza ukapata yule mume ulianza naye hajakuelewa, na wewe unamuelewa, na yeye hajakuelewa. Lakini wakati mtaendelea msoge, alafu ujana pia unajua tunaendelea kuacha nyuma. Kila tunavyopiga hatua moja, ujana tunaendelea kuacha. Mimi mke naacha ujana, mume pia hivyo. So inafika mahali tunakubali hali. Kwa hivyo ninaomba kila mmoja katika familia tukubali hii hali. Kubali kuwa mume na mimi nikubali kuwa mke, ili maisha hii iwe tamu, tusitesane, tusiumizane. Hivyo ndo hali nitaweza izungumza. Na mwisho wa heri, mwisho wa nini? Wa jambo kuliko mwanzo. Kwa hivyo nasema hivi, mahali unauma kidole, unasema kweli ni kama si kufika, na kutangazia umefika. Maana hakunaga kujaribu, na hakunaga kusema ati nilibahatisha. Hapo tia mzizi. Naam, asante sana. Naomba nisiongeze kwa sababu amesema yote 9-10. Naam, so ningependa tu watambulishe wapendwa hawa jinsi watakupata katika mitandao za kijamii. Ukipenda unaweza kuwaongeza namba. Sawa kabisa. Mimi nashukuru sana. Naitwa Regina Glory kwa media zote. Ukiingia TikTok najiita TikToker wa Yesu. Ukifika pale utanipata. Na nyimbo jina ni hiyo. Boomplay wapi Spotify, kote ni Regina Glory. Na kile ninaweza sema ni kwamba kwanza kabisa nawashukuru wasikilizaji wangu. Ninawashukuru. Hii ni nafasi special kwenu. Yule ambaye amenifikisha hapa. Maana vote yangu ni moja. Subscribe, like. Sana subscribe yangu ni moja kwa nyimbo hizo karibia 20. Kwa hivyo nasema wasikilizaji, nyie ndio kusema. Ninawaomba tena tusogee mbele, na naamini ya kwamba Mungu aliye mbinguni atawabariki na
zaidi na zaidi tutashikana mikono na sitawaangusha. Nitawapatia injili iliyokomaa, injili tupu. Bila sarakasi. Asante sana dada. Dada yetu Regina ameuza sera zake na pia amewa encourage vizuri, ameongezungumzia vizuri. Subscribe pale, muonyeshe upendo tu. Subscribe pale kwenye channel yake Regina Glory. Hakuna jina lingine kama Regina Glory, the glory of God, Regina Glory. Mungu akubariki sana Regina Glory. Okay. Na mimi kwamba hii sio mwisho. Tuna mambo mengi ambayo tunaweza kuzungumzia hata siku nyingine. Kwa hivyo karibu sana, na unaporudi pia upeleke salamu zetu. Acha niwapatie tu salamu tu. Salamu kininyima kama Mluya. Kile ninaweza nikasema, kwanza kabisa nakumbuka kanisa la GVCC, Mungu awabariki popote mlipo. ACK Church, Mungu awabariki sana. Ladies GVCC, ACK Church, Mungu awabariki sana. Kikundi cha Refined Vessels of Praise, ninawakumbuka sana. Saklak, Mdavo, Mam Jane ambayo unajua ulinitoa mbali. Mungu awabariki nyinyi wote. Akina Ochanda, Magdalene, yani nina watu wengi. Kwa hivyo ninasema nini? Wote mlioni support na kunifikisha mahali hapa. Mungu azidi kuwabariki wachungaji wangu wote. Sitawasahau. ACK, GVCC na mume wangu, mpenzi wangu. Sitasahau kumrudisha shukrani. Bila yeye nisingefika hapa. Watoto wangu Stephanie, Lavi, wote, Happiness, Farel, Amel akiwa hapa. Nasema nini? Wote ninawapenda. Amani, Felistas, ninakuona. Mungu awabariki sana walionishika mkono wote. Asanteni sana. Litasimama, neno litasimama, na ulimwengu yote yakapita. Neno litasimama, ya ulimwengu yote yakapita. Neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama. Neno litasimama, ya ulimwengu yote yakapita. Neno litasimama. Majaribu ni bado kidogo, ila yanapita. Majaribu ni bado kidogo, ila yanapita. Changamoto ni kidogo, ila yatapita. Changamoto ni kidogo, ila yatapita. Neno litasimama, neno litasimama.